Jamani, asanteni. Haya, karibuni tena. Vipi, mmemkuta? Tumemkuta. Haya, karibuni tena. Haya, karibuni. Huyo Mashadia naye shoga yangu itakuwa mikopo hiyo. Uone kashaanza kupauka. Si unajua tena kausha damu. Na imeshaanza kukausha. Sasa mimi kama mwenyekiti nimeona leo niwaite hapa kwa ufupi kwa ajili ya kuja tuje tuzungumze mambo ya kijiji chetu. Umeshanielewa? Ndio. Sasa basi tutaanza na mmoja mmoja. Mwenye dukuduku, mwenye maoni, mwenye hoja, mwenye ushauri. Twende kazi. Wananchi wa Keko mpo? Tupo. Mwenyekiti zamani, kwa majina naitwa Latifa Saidi. Yes. Ila nina dukuduku langu kuhusu huu mtaa wetu. Umeona? Hapo kwenye swala la ulinzi, nimezungumzia masuala ya ulinzi. Ulinzi watu wanalinda. Pesa za ulinzi tunatoa lakini bado tunaibiwa. Kiasi kwamba mtu ukitoka kazini unapokuja nyumbani, ukivua viatu vyako dakika 0 ukiingia ndani ukitoka viatu hakuna. Na ulinzi unafanyika, pesa tunatoa sawa bishi. Kwa swala hapo mwenyekiti, naomba uliangalie. Kweli. Vijana wa Keko inabidi muwatafutie kazi ya kufanya. Sio tuadi nguo. Umeona? Muwatafutie kazi ya kufanya. Hawana kazi, kukaa kwao ni vijiweni. Wanavizia nani apite tumkabe. Kiasi kwamba mtu unakuwa na mashaka, pesa kwa mwenyewe bado unakuwa na mashaka mtani kupita kweli. Mwenyekiti, naomba utusimamie kwa swala hili. Watafutieni kazi vijana wafanye. Basi sawa. So muda wote kwenye vijio vya bangi jamani. Makofi. Nimewaelewa, karibuni wote. Samahani mwenyekiti. Nimewasikiliza. Kuna kitu nilikuwa nimesahau. Na kingine watakiwa wahimize wanawake waache kukaa vibarazani kwa sema watu. Mara huyu katembea na huyu, mara kesho katembea na huyu. Sio vizuri. Inafikia tu anazingiziwa anatembea na mume wa mtu, inakuwa hata sio kweli. Je, ni kweli unatembea na sio kweli? Sasa kama unatembea naye kwani kuna shida gani? Ndio wanatakiwa wakae na wame zao wahimize. Wakae na wanaume zao. Kwani wewe huyo mpaka anakuja kukutongoza wewe? Wewe ulikuwa hujui kama wewe ni mume wa mtu na yeye alikuwa anakaa naye ni mume wa mtu. Sijui sasa yeye na manani yake. Anazungumza ile dada ni Ishati unaweza ukakataa baadaye akaenda kwa mkeo akasema rafiki yako kanitongoza. Bwana kiukweli huyu anatembea na mume wa mtu na tushamchoka mtaani. Kwa live kabisa tunaona. Wewe ana maisha magumu lakini bado na yeye bi mkubwa yupo mumu. Yeye ndo akafanye kazi. Tumemchoka mtaa mzima. Sasa wewe binti hapa anataka kujitetea tu na kujifanyia mboka tu. Wewe dada huyo mume. Shetani mwenyewe. Wewe mama hivi unajua vizuri? Shika. Jamani. Mmoja. Wewe mwenyewe. Nyanga. Wewe mama nikuta kwa zigana alokuwa nao. Basi, yameisha jamani. Mnatuharibia kikao chetu. Wewe ndio umenikera kwa zigana alokuwa nao kutembea na mimi. Sasa kama nimekuta shina ninatembea naye. Si nilikuwa tembea naye, natembea naye. Nisikilizeni. Mimi ndio mwenyekiti. Nasema hivi. Keko safi. Safi. Tupo. Mimi baada ya kusema hayo, kila mtu atajua mwenyewe na mume wake na mke wake. Umetongozwa utajua mwenyewe. Mkipigana mimi mkija hapa faini polisi.
Niko poa. Sasa ni hivi, kutokana na mambo kunibana inanibidi mimi nitoke sasa hivi. Sawa. Japo sijisikii vizuri lakini itanibidi. Inabidi wewe. Nikatafuta chochote kitu, maana kuna mtu anita nitekee maji. Sawa. Naoda kama za watu 4. Sawa. Sasa nisije kama jioni lazima nikawahi kurudi. Sawa. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. Tupo. Nipenda nipumzike lakini ndio hivyo. Tuwajibike. Tufanyaje mume wangu, ndo hali ya maisha. Sasa poa. Haya baadaye. Haya bye. Mimi nategemea itatosha ile, si ndio? Haya. Kazi njema. Poa. Haya. Mke wangu. Mume wangu umekuja? Ana siku hizo unafuatia masuala ya dini. Ndio. Mazari? Kuna kila siku. Labda unakuwa upo. Kila siku? Ndio. Wala siku siku kuona. Tena kwa kosha kuja. Wala hata ukae hapo tuangalie tu nini. Baada ya kukuta siku hizo ndio umejifanya unazofuatilia dini. Sio? Unamaanisha nini? Yaani baada ya kuona kuna vita vijatimia huko ndani. Yaani tuna kila kitu lakini kuna vita vijatimia, sasa hivi unajifanya unafuatilia. Na umefikia huko? Ni maneno ya kuzungumza kweli? Hivi ungeweza kumfuatilia Mungu tokea kipindi kile uko chuo, ungeshakausha uzazi kama mpaka leo mgumba hawezi kuzaa. Namtumia message ananiambia anakuja, dakika 20 zishapita. Madimu wengine bwana jao, sema fresh. Kwa sababu nakupenda, nje nikuvumilie. Poa, niambie. Nimechelewa eh? Hujachelewa, mwenyewe ndo nimefika sasa hivi. Sasa unaona sura yako ni imebadilika, sio kama jinsi nilivyozoea. Shaboeka tu na ukaa nyumbani kama hivi. Kumbe. Vipi lakini? Fresh. Mishe zinaendaje? Sina mishe yoyote. Kwa nini? Mwenyewe unajua. Mpaka sasa imeshakausha kizazi. Kwa nini unakuja na snap tu? Wewe una uhakika? Ai sasa mbona una kizazi? Mimi nishachoka maneno yako unajua. Alafu sasa hivi unakusumbua Mungu. Mungu ana mambo mengi sana ya kufanya. Ana watu wengi sana wenye shida. Yaani ana watu wengi wenye shida. Afaje kuwasaidia wenye shida zao, kukusikiliza wewe. Sema wewe mimi niondoke zangu. Maana naona kuna mnasumbua watumishi tu wa Mungu. Kila siku wanapiga kelele, wanaambia mache mambo yenu hayo, mnaendelea hayo. Wewe kutafutia upate ile ya kwenda choo. Naona tu unanijazia choo ndani. Ya watu wa siku hizi hapa. Sasa kwa sasa hivi unafanya nini, utafanyaje sasa? Ndo sielewi. Basi mimi niko nasema hivi. Nenda kwa babako. Sawa. Muongee kama wanaume wote. Mwambie baba mimi kazi. Na ile mzaa nyumbani eh? Ndio. Nikachote maji. Ndio. Basi nikutoe wasiwasi, nitalifanyia kazi. Atakiwa ndio tukifanya hivyo, mimi hata mimi kidogo ni unapata, ndio napata. Naelewa sijali sana. Nitaongea na mzee. Umefly. Umefly lakini sikwamini mimi na akili yako na kujua, yani akili yako ipo haipo. Wewe niamini. Maana unachagua kazi nzuri, unataka kazi nzuri ambayo ya kukaa ofisini hivi ndio unataka, lakini kazi hizi ukafanya labda ni sasa ninakupa mtihani tu. Sina kama utafaulu au utafeli. Oh, Bashedia. Umekuja? Karibu.
kale kama na kitu msinani. Maji. Na ile kwa maji. Hivi ni kwa 10? Ni 10. Si juzi na jana asubuhi. Ndio 10. Sawa, pana kuuliza hapa. Okay. Nahisi kesho inabidi uje uchukue oda ya maji. Kila yako utaikuta. Asubuhi ndachukua jioni. Ndio mchana. Nani chini? Ndio rafiki yangu. Na wala swali. Sijisikia mnyonge lakini. Kawaida niseme ya biashara. Haya. Nisikilize. Mimi si ndo mwanaume. Ndio. Mimi si ndo kufanya maamuzi. Nimekuambia nitaongea na mzee. Lini hiyo? Si nikienda nyumbani tukiachana hapa naenda kuongea na mzee. Yaani unaongea kweli au unaongea kimasiala? Yaani sikuelewi mpaka hapo. Mimi naenda kuongea naye. Mimi nitamuelekeza, hata sipoelewa nitamwambia mama. Tony anakuaje sasa? Sasa mbona atakusaidia nini hapo? Kuongea na mzee. Hapana. Kwa sababu nisikilize. Kuna sehemu naenda sana. Sehemu gani? Kuna sehemu naenda kuangalia mishi. Mishi gani hiyo ambayo sehemu isiyojulikana hata siitaja jina, naenda sehemu fulani. Sasa mimi nitakuamini kama unaenda sehemu hiyo kuangalia mishi. Bandarini. Ndio mishi gani? Yaani ndio unafuatilia mishi gani? Wewe sikilize kitiki nitakwambia. Kwa sasa hivi ungeendelea kwamba naenda kuangalia mishi. Yaani hivyo tu. Yaani usitake kujaji sana. Sitaki kukuambia kwa sababu usijafanikiwa. Hapana, mimi siwezi kuamini kwa sababu sasa hivi yaani sikuamini asilimia mia kwa sababu napoenda kwa sijajua. Wanawake naona. Sasa wewe wivu sasa. Lazima nione kwa mtu ninayempenda. Sasa tataje kuwa na wivu ambaye mtu ninayempenda. Tataje kuwa na wivu. Sasa wivu wa kijinga. Mimi kule sifati mambo ya wasichana wala nini. Bashadia. Vipi? Safi mambo. Mzima. Mbona adimu? Mimi sijadimika bwana wewe tu. Bwana. Tunagopeana. Hapana. Afu lini ile nimekutafuta sana. Wapi? Kweli? Uje nitafuta, uje nitumia message unaniongopea tu hapa. Uje nilikuwa nimeleta maji pale peni. Toka lini mkaniletea maji bebe? Sikini nishawahi leta uje kwenu. Maana kibatu nilikuwa kipindi cha nyuma nilikuwa naleta sana. Niambia bebe. Na wengine. Tuachane nayo. Hapa nilipo na njaa mpinzoni na njaa. So nimeshaanza na njaa kweli. Vibao mkishaanza mapema. Hapana bebe. Kwa hapa kufanya unisikuta tafuta mtu. Asante. Za hapa nyumbani. Salama, vipi wewe? Mimi nashukuru Mungu niko poa. Vipi amjambo nyinyi? Kiasi tu. Mbona kabla uko sawa? Kuna nini? Maana umepotea, hauonekani. Ni kweli siko sawa rafiki yangu. Shida nini? Unajua kwenye ndoa imeweza miaka 8. Sijabahatika kupata mtoto bado. Kwa hiyo ndoa yangu yanaona chungu, yani mume wangu amekuwa ni mtu yani hata sijui nikuelezee. Kwa ndio hivyo yani. Miaka 8. Hamkuwahi hata kubahatisha. Hata kutema mate sijawahi. Kwani tatizo hasa nini? Tatizo lipo kwako wewe ama kwa mmeo? Hata sijui. Lakini Mungu ananilaumu sana kwamba mimi ndio tatizo. Mimi naona ni bora zaidi mngelienda hospitali ili mkachunguze mjue tatizo nini na nani kati yenu mwenye tatizo. Sasa nafikiri mimi nikienda hospitali hata yeye hawezi kukubali. Ndio hospitali nikute tatizo ni mimi, labda mimi ndio na tatizo. Wewe niko 5,000. Hivi hauna hata huruma kusema kweli mzee? Huruma baby. Huruma mimi na njaa. Hapa sina hata shilingi 10. Baby, basi chikacha basi upate 2,000. Sikiliza.
Yaani hapa nataka nipeleke madumu huko. Labda nikachukue hela yangu kule, labda ndio naweza nikakupa. Baby. Sijui vipi. Basi sikia. Ukujalo. Ndakupa 2000 wewe niache niende kwanza nifanye kazi. Hapana, njaa. Ukujalo. Fanya basi buku. Asa mimi buku nakulaje na rafiki yangu na tuko wawili. Ndio hapo kimpenda maskini vitu kama hivyo vitegemea. Hapana. Mimi hivyo vitu sitaki kuvielewa. Kweli? Sasa tumekuja mimi hapa na buku nisikongopea. Naongea kweli na rafiki yangu baby basi pesa 2000. Basi sikia nipeleke baadaye na kupigia simu nilete. Shika basi buku ile hapa baadaye nitanishukia. Hapo. Kama unazipenda hela za maji ndo buku hizi. Wenzetu tumisha zina kubwa tumejiajiri kwenye buku. Kwa hiyo tunafanyaje? Kesho itakuwa na muda? Mimi mida saa 9 au saa 10 hivi. Wewe tu. Mimi nashinda nilala. Hata na michongo mikali kwa kweli kesho saa 9 saa 10. Na kombo usikose. Sawa. Mimi na shida sana na wewe. Na michongo mizuri na wewe. Sawa baby. Nakupenda. Unaongopeana eti? Hapana bana. Hivi wapi? Uwe na kazi njema. Hivi wapi unaelekea? Naingia mtaani. Nenda kwa marafiki zangu sema kwamba tunaenda kula. Haya poa basi. Bye. Poa basi. Yaani sina hayo mambo sasa hivi, sina kazi naongeze mzigo wanake nini na cha kumpa. Wewe. Kifupi tu nikwambia wewe ni mwanamke ambaye ni nuru. Unaamlika maisha yangu. Unanitia moyo. That's why siwezi kuwa mwanamke tofauti yako wewe na siwezi kumpenda mwanamke mwingine. Moyo ushajaa. Shika moyo wangu. zaidi kufahamu nani mwenye tatizo. Maki hapo unaweza ukajua mwenyewe unasolve vipi, hata kama ikiwa wewe ndio mwenye tatizo. Namshajaribu labda kwenda kutizama upande wa pili, kwenda kwenye maombi. Sasa mnaishi vipi? Maki mimi naona vizuri zaidi ningemshirikisha Mwenyezi Mungu, kaa kufunga maombi, kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndio mweza wa yote, yeye ndio anayepanga. Na nikisema mkae hivi, bado tu ndani ya ndoa yenu kutakuwa na utata, kwa sababu wewe ndio unaweza ukaisiwa kwamba wewe ndio mwenye tatizo. Ninakushauri ni bora zaidi ungelienda kanisani, japo uende kwenye maombi. Nitaenda fanya hivyo. Sawa rafiki yangu. Kuna tatizo gani mpendwa?
Nilikuwa na shida na mwanangu pale, kamaliza chuo, mwanangu hana kazi, maana akajikatia hata tamaa. Mungu nisaidie mchungaji, maana nimekuwa naye mtumishi wa Mungu, aidha kuna kitu kinaenda kufanyika ndani yake. Kwani unadhani kazi na maisha vinahusiana nini? Inawezekana ikawa imechangia kidogo, maana mwanangu mpaka akajikatia tamaa, haelewi, ameshachoka na maisha. Ni kweli binadamu wengi wanadhani kwamba elimu ndio kwamba ndio maisha, lakini si kweli. Maisha na elimu ni vitu tofauti. Lakini inakupaswa sasa wewe usimame. Unasimama vipi? Ni kwa maombi. Na maombi ya kufunga na kuomba. Sio maombi tu ya kufunga au maombi ya kuomba kama kuomba tu. Si kweli. Yaani unampa Yesu au unampa Mungu maisha yako. Wewe kuwa ni mwana wa Bwana wa maisha yako. Anakukomboa, unakombolewa upya, unafunguliwa vifungo. Lakini pamoja na kusema wewe ni mzazi, umeongea kama neno la Mungu linavyosema, watoto mwaheshimu baba na mama yako pate miaka mingi na heri duniani. Nawe mzazi usiwe kikwazo kwa mwanao. Ni neno la Mungu hilo linasema. Lakini kwa sababu naye ni mtoto, ana haki ya kuwa huru ndani ya maisha yake, kwamba yuko tayari kumpa Mungu maisha yake, yuko tayari kufunguliwa, yuko tayari kujikana yeye kama yeye atamke. Akiwa tayari, tunamuomba Mungu wetu hajai kushindwa. Mungu wetu hashindwi kamwe. Kazi ya Mungu ni kutengeneza njia pasipokuwa na njia. Palikuwa kuna milima na mabonde, Mungu anasawazisha. Mama mchungaji, kwanza kabisa ningependa kukushukuru kwa sababu umekubali kukaa na mimi, kupoteza muda wako kwa ajili yangu. Ila najua yote ni kama kwa sababu ya kazi ya Mungu. Mimi ni kijana, mamangu huyu, mimi mtoto wake wa kwanza. Nimesoma, nimemaliza chuo. Lakini nishajaribu kuomba sana kazi sehemu nyingi. Kila ninakwenda mambo yanaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo nikaribu kumuuliza mamangu, mbona mimi kila siku yaani sipati kazi, kila ninapomba nakataliwa, na mikosi gani? Shida nini? Kwa tulipokuwa na leo kwenye kikao pale na kwa mwenyekiti, nikaona ni mama mchungaji, kwa sababu upo, nikaona tukuombe tuweze kuongea na wewe leo, kama hutojali japo kidogo kaniombea. Kwa sababu uko tayari, tunaweza tukaomba mtumishi wa Mungu uweze kukuombea. Unaweza kupiga magoti ukawa tayari kwa ajili ya kukuombea. Mungu wetu na baba yetu, ukiitwa juu palipoinuka, tazama kijana huyu tunakabidhi mikononi mwako, ukamtumie sawa sawa na mapenzi yako. Kijana huyu amekubali kukupa wewe maisha yake Bwana, ukamsafisha, ukamsaidie Mungu. Tazama Mungu, vifungo vyote vilivyofungwa vikafunguliwa kwa damu ya Yesu. Vifungo vyote vilivyofungwa vikafunguliwa kwa jina lako. Maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Mungu msaidie kijana huyu. Imefikia hatua ya kukata tamaa. Mungu mpe faraja. Maana wewe ndio mfariji wetu. Maana wewe ndio mfariji wa kila mmoja. Msaidie Bwana, muwezeshe, msaidie, msimamie, umsimamishe. Mwenyewe hawezi Bwana. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Tunavunja tukiharibu hila za kila mwovu ibilisi. Tunavunja tukisambaratisha vifungo vyote vilivyofungwa, vifungo vyote vya kukataliwa, pepo wa kukataliwa, pepo wa laana, pepo wa kila namna, katika jina la Yesu. Tunaachia njia zako, tunaachia baraka zako, tunaachilia utukufu wako Bwana. Roho wako Mtakatifu akanene pamoja na kila mmoja. Roho wako Mtakatifu akanene nasi Bwana. Roho wako Mtakatifu akashuke Mfalme, muwezeshe, msaidie, mfungue, mguse, ndoto zake Mungu zikatimie, ndoto zake zikatimie sawa sawa na mapenzi yako. Kazi yako Mungu ni kutengeneza njia pasipokuwa na njia. Kazi yako Bwana ni kusawazisha milima na mabonde. Mfungue yote, tukaamini kwamba utafanya yote, ni ndani ya jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amina. Amina.